tumekuja hapa leo kuzika huyo Brian, huyo William na Benjamin. Ni vijana chipukizi, watoto wachanga kabisa, ambayo haifai wanakufa kwa njia ya vile imefanyika. Hii ni kitu ya kuzunisha sana taifa. Manake watoto ni maua ya nchi. Kama ingekuwa wazee kama sisi ingekuwa kitu kingine. Lakini vile hawa vijana wamekufa yenyewe ndio inahuzunisha zaidi. Manake wako watu ambao walikuwa wagonjwa na umeona vile wamewawa. Nilikuwa nilimwambia Bwana Basanjo ati nilikuwa naona kwenye runinga yale ilikuwa inafanyika kule Sudan, huko Khartoum, vile watu walikuwa napigwa na fimbo kama nyoka, na sikudhani ya kwamba yale inaweza kufanyika katika taifa letu la Kenya. Lakini yale ambayo ilikuwa inafanyika Sudan imekuja imefanyika hapa kwa taifa letu la Kenya. Tumeona watu wetu wakipigwa kiholela na askari. Tumeona vijana wadogo wanapigwa na askari. Tulikuwa tunafikiri ya kwamba Kenya tumetoka kwenye shimo baada ya kupambana kwa miaka mingi zaidi. Tukaleta katiba mpya ambayo tulikuwa tunafikiri hii katiba itakuwa kinga na kulinda ya Wakenya wote. Lakini yale ambayo yamefanyika katika mwezi hiyo mbili mitatu hizi inatuonyesha kwamba katiba tuko nayo kwa maandishi, lakini mila ya kikatiba na kidemokrasia bado hakuna katika taifa letu. Wale ambao wamenyakua utawala wetu kwa mwaka uliopita ni wale watu ambao walikuwa wananyanyasa watu. Ili kasumba ya utawala ya kidhuluma na kimabavu imerudi katika taifa letu. Manake katiba yetu ya Kenya inasema fungu la 37 ati Wakenya wana haki ya kufanya mambo inaitwa maandamano. Wanaweza kusanyika, wanaweka kupeleka kile inaitwa petition. Wakenya wanaweka kufanya kile inaitwa picketing na kadhalika. Hii hauhitaji ruhusa ya serikali ya polisi. Lakini kwa jina ya kusema ati tunatetea, tunalinda maisha, tunalinda mali hao watu wanataka kuharibu mali, tunalinda na tutalinda mali ya Wakenya, atutawazuia. Wanajaribu sasa kukiuka hiyo sheria. Ati Wakenya hawezi kufanya maandamano, maana maandamano italeta uharibifu wa mali. Unajiuliza, hawa watoto wameuawa huko Nyalenda. Nyalenda ilikuwa ni mali gani wa serikali walikuwa wanalinda? Wanatolewa kwa nyumba usiku, wanapigwa na marungu kama mtu ambaye anaua nyoka kwenye shamba la viazi mpaka wanauawa. Alafu mtu ambaye anatakikana awe ndiye analinda katiba anasema kiholela ati tumewanyorosha, nitakawakalia ngumu. Alafu natoa shukrani kwa polisi kwa kufanya kazi mzuri. Hiyo ni unyama? Sio ni unyama? Si ni unyama? Shetani ashindwe! Shetani ashindwe! Bwana Ruto kila mara kwa mara anajitokeza, anaenda kwa makanisa, anakuwa na vile ati mimi mtu wa Mungu, mcha Mungu. Unafiki. Hii ni kitendo ya Mungu hii? Hii ni kitendo ya nani? Si shetani? Mtu wa shetani. Huyu mtu mpaka alaniwe kabisa.
Hiyo ni mnyama. Kitendo ambayo amefanya ni kitendo ya unyama. Sasa kwa sababu wanajua kuna ushahidi ya kutosha ya kumshtaki yeye katika mahakama ya ulimwengu, ameenda juzi anaweka sahihi kwa ile mkataba unaitwa Malabo, ati Malabo Protocol. Hii Malabo Protocol ati itamlinda yeye hawezi kushtakiwa hata akifanya unyama hapa. Shame on him. Shame on him. Hata uende wapi, atuingie katika ile shimo ya nyoka na wapi, Wakenya watakuwa na wewe. Kitendo hiki hawezi kuenda bila namna hiyo. Damu ya vijana wetu hawezi kwenda namna hiyo. Sisi tulisema Wakenya wana sababu, Wakenya wana nia, tena Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko. Wakenya walijitokeza kufanya maandamano kwa sababu ya gharama ya maisha. Bei ya unga imepanda juu, ushuru umezidisha zaidi, petroli imeenda juu, sukari imeenda juu. Ni Wakenya wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano kusema gharama yapunguzwe. Manake wahenga walisema ati kibebacho kikivuja na kufuu kwa mchukuzi. Sasa hao wanafanya maandamano ya kusema gharama irudishe chini, wewe unatutuma askari na kwenda na risasi kupiga wao. Alafu mwingine ambaye ati ni Inspector General ya polisi anasema tawa jamaa wanajifanya tu maiti wamekwenda kugodisha kwenye nini, kwenye mchwari. Ati anaitwa Bwana Koome. Nilimwambia Bwana Koome, koma kabisa wewe. Usipokoma sisi tutakomesha wewe. Sasa usiseme bwana gavana, huyo Tichilo rafiki yangu sana. Usiseme tumwambia serikali chukua hatua. Serikali gani itachukua hatua? Kama Ruto mwenyewe ameshatoa pongezi kwa hao askari, serikali gani itachukua hatua? Hakuna mtu serikali itachukua hatua, hakuna chochote. Hata muona kama wameleta rambirambi hapa. Wameleta. County Commissioner amekuja hapa. Wao wanasherekea maisha hao watu. Sisi tuko sasa kama Wakenya, hakuna serikali. Serikali imekuwa unyama. Wamekuwa wanyama. Wanasema tu sisi tunaweza kuongea na Bwana Azimio, lakini hakuna mambo ya handshake. Handshake ya nini? Nani anaweza kusalimu mkono ambaye umejaa na damu ya watoto wetu? Siwezi kushika mtu mkono ya damu. Wale mkono yao umejaa na damu ya watoto wetu chepukizi namna hii. Siwezi kuwasalimu. Ati kwenda nayo katika serikali. Nini hiyo? Hatuwezi. Sisi kama Azimio tutasimama imara na tutazidi kutetea haki ya Wakenya. Na tutahakikisha kwamba haki imetendeka. Damu ya hawa vijana haitaenda bure. Tutaenda na watu mpaka mwisho. Kwa hivyo mimi nasema poleni sana jamii ambayo imefiwa. Kama Wanaazimio sisi tuko na nyinyi pamoja. Tuko na nyinyi pamoja kabisa mpaka baada ya haya. Na yale tuko naye tingine tumechatuma. Na kuna wengine ambaye tuko naye hapa tutawapatia familia ili kuwasaidia hao katika wakati hii ya majonzi. Mungu aweke hao watoto palipema peponi. Asanteni sana.